Kwenu kuna chakula ama kwenu kuna poka? Kwenu kuna poka? Poka saa ile iko mzuri sana, ni poka ya nini? Poka ya sige, si ndio? Kuna poka ya sige, kuna kuleko. Kuja ukae hapa. Hapa kuna sheria. Ndio wale wanakuja nyuma wanakaa na huko nyuma. Nataka tuzungumze kuhusu uchawi wa kiroho, spiritual witchcraft, and the powers of the spiritual witchcraft. Nguvu ambazo zitokanazo na uchawi wa kiroho. Kuna uchawi wa waganga na kuna uchawi wa kiroho ambao utaukuta katika madhehebu mbalimbali na madhehebu mbalimbali, hata kwenye Wakristo, Waislamu, Wahindu na wote waabudio shetani wana participate bila kujua ama kujua. Maana mazungumzo yazungumzayo yanaweza kuchangia na yakabadilika yakakuwa uchawi wa kiroho. What people say about you or what you say. If I rise up and curse you, that is spiritual witchcraft. If I rise up and talk something against you, that is spiritual witchcraft. If I rise up and mention utter words that does not go according to the God's power, then that is spiritual witchcraft. Spiritual witchcraft is invoked. Uchawi wa kiroho unatokana na mtu aliye na nguvu za kiroho. Mchungaji anaweza kuwa mchawi wa kiroho. Nabii anaweza kuwa mchawi wa kiroho. Mfalme anaweza kuwa mchawi wa kiroho. Mwokovu anaweza kuwa ni mchawi wa kiroho. So it depends, inategemea kinywa chako na kitumiaje. Kama unakitumia katika njia ya kinyume, basi huo ndio uchawi. Unaweza sifiwe sana. Kama unakitumia katika mazingira ama kwa kuinua, kujenga ama kwa uzuri, basi unanena kulingana na Mungu. Maana Mungu ananena mazuri, anatutakia mazuri, anatupendea mazuri, anataka tukaishi katika mazingira mazuri. Lakini unapozungumza kinyume na kuinuka kwa mtu, unapomuinukia mtu, unapompangia mtu, unaponena kinyume na maisha yake, basi wewe ni mchawi wa kiroho. Haijalishi uokovu wako ni upi. Haijalishi kama wewe unaongea kwa ndimi ama unaongea kwa mapua ama unaongea kwa nywele ama masikio. Chochote ambacho unakinena kinyume, huo ndio tunaita uchawi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka kufanya tu introduction fulani kidogo, kwa sababu kesho nataka tuingie ndani tuelewe mauchawi ziko namna gani. Kuna level ngapi za kiuchawi? Maana sisi wengi tuko katika, tunamilikiwa katika level tofauti tofauti za kiuchawi. Kuna wale ambao wamemilikiwa na uchawi wa Masonic. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchawi wa Masonic wanatumia nguvu za miungu ambao ni nyekundu. Bwana Yesu asifiwe sana. Miungu iliyo ya red ambao they dominate. Hao ndio wana dominate na wa control kila kitu. Wana control anga yako, wana control biashara yako, wana control hata familia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa leo nataka tuangalie tu nguvu kwa juu tu, tukaangalie nguvu za spiritual witchcraft. Tufungue kitabu cha Samueli moja mstari wa 28. Samueli moja chapter number 28, tuanze verse 1. Tutaruka tukisoma kulingana na maelekezo yatakavyokuwa tunaelekezwa na Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Na inasema hivi: In those days the Philistines gathered their forces for war to fight against Israel. And the archer said to David, Understand that you and your men are to go out with me in the army. David said to Achish, Very well, you shall know what your servant can do. And Achish said to David, Very well, I will make you my bodyguard for life. Now Samuel had died,
And all Israel, and underline that word, now Samuel had died. And all Israel had mourned for him and buried him in Ramah, his own city. And Saul had put the mediums and the necromancers out of the land. The Philistines assembled and came and encamped at Shurem. And Saul gathered all Israel, and they encamped at Gilboa. When Saul saw the army of the Philistines, he was afraid, and his heart trembled greatly. And when Saul inquired of the Lord did not answer him, either by dream, or by Urim, or by prophets. Then Saul said to his servant, "Seek out for me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her." And his servant said to him, "Behold, there is a medium in Edom." So Saul disguised himself and put on other garments and went, and the two men with him, and they came to the woman by night. And he said, "Divine for me by a spirit divine," underline that word. And he said, "Divine for me by a spirit, and bring up for me whoever I shall name to you." Underline that statement. Divine for me by a spirit, and bring up for me whomever I shall name to you. The woman said to him, "Surely you know what Saul has done, how he has cut off the medium and the necromancers from the land. Why then are you laying a trap for my life to bring about my death?" But Saul swore to her by the Lord, and the Lord leaves no punishment shall come up you for these things. Then the woman said, "Who shall I bring up for you?" Say, "Bring up Samuel for me." When the woman saw Samuel, she cried, and with a loud voice the woman said to Saul, "Why have you deceived me? You are Saul." Then King Saul to her, said to her, "Not be afraid. What do you see?" And the woman said to Saul, "I see a God coming up out of the earth." He said to her, "What is his appearance?" And she said, "An old man is coming up." And she wrapped in a robe. And Saul knew that it was Samuel. And he bowed with his face to the ground and paid homage. Kuja pale sababu ya mwamba. So I'm talking about Saul, Samuel, and a woman who was magician. When Samuel died, I think because of the come here. Bring it. When you talk, when you know, for you to know the topic you are talking is touch. It's a spirit, the spirit of witchcraft I'm talking about. Bring it. You spirit of witchcraft, wherever you are, I command you out. I command you out. Mwache, ondoka. Mzee ondoka. Ondoka mzee. I command you out now. In the name of Jesus. Let the fire consume you. Let the fire consume you. Toka. Let the fire consume you. The mighty name of Jesus Christ. Come out. Come out. Come out. You the snake of
of Omieri, the spirit of witchcraft. You've tormented this man for quite a long time. It is the end of you today. You will not torment him today. Start now coming out. Beba mizigo yako. Beba mizigo yenu na muondoke. Beba mizigo na muondoke. Get out now. Get out now. Get out now. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. Can everything. Beba mizigo. Na hautamteza tena. Hamutamteza tena. Come out now. Come out now. Toka. Come out. Come out. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Die. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Leave this body, leave the body, and leave the soul. In Jesus' name, they are free. Amen. They are free. What is that, man? They are free, man. Sema Bwana Yesu, nitakutumikia. Ingia kwenye moyo wangu, kwenye damu yangu, kwenye mwili wangu, fikira zangu, kinywa changu, mienendo yangu na hata familia yangu, milele na milele udumu kwangu. In Jesus' name, amen. Regeshwa nguvu, regeshwa nguvu zako, regeshwa nguvu zako, regeshwa nguvu zako, regeshwa nguvu zako. Regeshwa nguvu zako. Ori baba Yesu. Regeshwa nguvu zako. Regeshwa. Regeshwa zote. Regeshwa zote. They will never steal from you again. In Jesus' name. Find a seat and sit now. Yeah. Hey! Yaani hata hatujaongea tu. Kumention tu jina. Really, that is one spirit that has gone, that was working here. Praise be the name of God. Amen. Hey, what a breakthrough. What a breakthrough in your life. What a breakthrough in this ministry. What a breakthrough in what that has been destroying you. It's a major deal. Koki. I think unasikia. Nasema viti vikaliwe kulingana na mpango. Wacha kukaa. Haendi mahali. The man is back. The man is back. Sasa tusome. Are you ready? Yes. Yule shetani ndio huyo aliyekuwa amekushika. Katika kitabu cha Samueli, acha tusome Kiswahili. Ndio najua hiyo shetani wako asikiage Kizungu. Atapretend hata hii Biblia. Atapretend aseme aliongea Kizungu. Mungu ako na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you know that you are operating under a very special anointing. Hata kabla hujaanza safari, mapepo zinaanza kuhangaika, wanaanza kutafuta mbinu, nikudhukie jibu mundu wako. Haya, tusome 1 Samuel 28, kwanza chapter number 28, tuanze verse 1. Inasema vipi? Ikiwa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waenende vitani ili kupigana na Israeli, naye Akiishi akamwambia Daudi, jua hakika ya kuwa wewe utatoka pamoja nami jeshini, wewe na watu wako. Naye Daudi akamwambia Akishi,
vema, sasa utajua utakayoyatenda mtumishi wako. Naye akisha akamwambia Daudi, haya basi, mimi nitakufanya wewe kuwa mlinda kichwa changu daima. Basi Samueli alikuwa unataka uandalaini hapo. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Umeandalaini hapo, Samueli alikuwa amefariki. Praise be the name of God. Amen. Samueli was not alive, na walikuwa washamwomboleza na wakamzika na wakamaliza maombolezo. Sasa nataka tufuatie, ni hadithi nzuri sana, nataka uielewe. Tuende moja kwa moja taratibu tu, tukielewa hadithi ile ndio ujue nguvu. Nataka kukupelekea nguvu za kiuchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na venye zinafanya kazi. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na wakamzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amemwondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Samueli alikuwa mtumizi wa wachawi na watambuzi. Watambuzi wanaitwa nani? Watambuzi ni wanani? Ni diviners. Watambuzi ni diviners. Samueli alikuwa anatumia watambuzi na wachawi. Kwa hivyo wakati alipokufa Sauli, alipochukua kiti, basi aliondoa nguvu zote za wachawi, akaondoa hata nguvu za watambuzi. Maana aliondoa chochote Samueli alikuwa akitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafaulu kuondoa, because aling'oa chochote ambacho Samueli alikuwa anakitumia. Maana Sauli alitaka kumtumia Mungu, maana aliyemkalisha kiti pale ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapoanza safari yako, unapoanza jambo lolote lile, ni vizuri kujua ni area unayokaa, ni nani wameshika, ni ngome gani zilizo katika maeneo yale. Kwako nyumbani, huyo mume wako ama huyo bibi yako ama hao watoto wako, ni ngome gani ambayo imeshika? Na ndio uweze kufaulu, lazima upambane na zile ngome walikuwa wakizitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alikuwa anatumia watambuzi, unajua nguvu za watambuzi ziko wapi, unazing'oa. Sauli alihakikisha ameng'oa kila kitu ambacho kilikuwa kimewekwa na Samueli. Unapoingia kwenye maeneo mapya, ng'oa mizizi yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'oa nguvu zote, na ng'oa ukiwa na imani na kutarajia Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kung'oa lakini uwe hauna imani. Kumaanisha nini? Mapepo yale yatakugeuka. Wacha tusome tuendelee tujue. Namba 4 inasema, nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shenumu. Naye Sauli akawasanya Waisraeli wote, nao akawapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao wanajeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini kinachangia mtu kuanguka? Jeshi la Wafilisti ambalo lilikuwa linatumia nguvu za kiuchawi, nguvu za waonaji. Sauli akaunganisha, akatengeneza jeshi kubwa la Waisraeli, lakini alipoangalia akaona Wafilisti walivyokuja, akatetemeka na akaogopa. Ni nini hiyo? The spirit of fear was inserted into him. The spirit of fear. Where there is witchcraft, there is the spirit of fear. Panapo uchawi, kuna spirit ama kuna pepo lile la kuogofya, na utaishi kwenye kuogopa, utaishi kwenye kutetemeka. Maana Sauli aliwekwa pale na Mwenyezi Mungu.
Sauli aliwekwa pale na Mungu, aliteuliwa na Mungu, lakini alipoangalia jeshi ambayo inakuja aliogopa, akatetemeka na akawa hajiamini tena. And that is where Christian ameanguka. Umekuja umeombewa, lakini bado unataka kwenda kutafuta mambo mengine kwingine. Umekuja umeondolewa, umeambiwa kutoka leo mazingira ambayo umekuwa ukiyapitia yameondoka. Kutoka leo hauko chini ya waganga. Kutoka leo hauko chini ya wachawi. Msubiri Mungu akutendee. Maana Jehoshafati aliambiwa subiri uone muujiza Mungu atakao ufanya. Kwa hivyo lazima ukiondolewa kwenye mikono ya shetani usubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia kwenye nguvu na mamlaka ya Mungu subiri. Maana wakati wa Mungu ndio ufaao, si wakati wako. Kwa sababu kuna wengi wangetaka jambo fulani litendeke kwa ghafla. Kuna watu wengi wangetaka jambo hilo nimekuombea sasa ungelitaka lifanyike saa hiyo. Lakini process ya Mungu ni tofauti na process yako. Process ya Mungu ina uwezo wa kungojea, maana anataka akuivishe. Anapoachilia baraka kwako, anapomua misingi ile, anapomua mitambiko iliyowekwa katika maisha yako, anataka kukupeleka moja kwa moja kwa upole ndio uelewe na kuweke mahali unastahili. Ni uwe na foundation. Maana chochote ambacho kimekushika kina foundation, kina misingi. Uchawi ambao uko nao umekuwa ukikusumbua si wa jana, si wa juzi na si wa mwaka jana. Ni uchawi umekuwa nao miaka mingi sana. Maana ni kitu imetoka kutoka generation moja hadi generation nyingine. Praise be the name of God. It has been on a generational basis. Wakati Naamani aliambiwa aogeshwe mara 7, maana kilichokuwa kimemshika ni ngome ya generation 7. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever has been in your life, you have to look at it. For how long has it been there? Kama shosho yako alikuwa bado anapitia unayoyapitia, fuata uangalie kama shosho yake alikuwa anayapitia yale. Kama jambo unalolipitia mama yako alilipitia na mama yake alilipitia, lifuatilize, labda limeenda mpaka generation zingine 6. Kwa hivyo muujiza utakaotendeka, kama kitu kitakachotendeka katika maisha yako hakitachukua muda tu wa ghafla. It will be a process. Naaman had to be dipped in the water 7 times. 7 good time. Kuna mzee mmoja nilipeleka kwenye mtu akanibibu ndani ya maji mara 12. Akaniambia ni mapepo ambayo yamekushika generation 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. And then it happened so. Jambo tukua. Msaidie mtoto. It happened. Uko sawa? Chukua basi. Mrudishie huyo. Umiri. Unaweza kuwa sana. Good. Piga Yesu makofi. That is where we are heading to. Acha niwaambie kanisa. That is where we are heading to. Where you stand, demons zinaanza kupotea. Provided mkuwa clean. Mwe clean. God want to use what? A contract? Yeah? Contract and a Ongea kama mtu amekula. contract and a clean house. Natemeka kwa nini? Mama, ulipike. A contract and a clean heart. Not clean heart. Not contrite, clean heart. A contrite and a clean heart. A and a Clean heart. A clean heart. Not contrite and a clean heart.
Praise be the name of God. Amen. It is not contrite and clean heart. It is a contrite and a clean heart. That is being specific. That is not an adjective. Wale walisoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua kitabu. Hata umeshikwa na hiyo kitu. Umeangalia sana. Hata uone. Chukua kitabu pale. Kula kwenye meza huko. It is a contrite and a clean. A clean. That's meaning your heart specifically your heart. Lakini ukisema contrite and clean heart, unazungumzia vitu vingine. But when you put it is you. Praise be the name of God. So he's looking for a clean, a contrite heart. So what is this, a contrite and a clean heart? It's a straightforward heart that works, moves, and does according to the will of God. So release yourself to the will of God. Ujiachilie kwenye mikono ya Mungu. Unapojiachilia kwenye mikono Mungu, naye Mungu atakutumia, atakuinua na kubadilisha sura yako, atakuinua na kubadilisha huduma yako, atakuinua na kubadilisha familia yako, atakuinua na kubadilisha mazingira yako, atakuinua na kufanya wewe kuwe kiumbe kipya. Naye Sauli akafanya makosa. He trembled, aliogopa aliposikia Wafilisti wanakuja. Aliposikia Wafilisti, wakati mwingi tunaposikia jambo fulani limetokea, unaposikia ulikuwa umeomba, tuliomba na wewe na tukakubaliana Mungu atatenda. Alafu ukifika nyumbani unasikia mambo mengine kuwa ni mbali, imeanza kuingia, kuna story nyingine inazungumziwa kule nyumbani. Unaanza kutetemeka, maana shetani anataka utetemeke. The moment ukitetemeka, ule muujiza haufanyiki. Because God works with a courageous person. Akamwambia Joshua, be strong and be what? Courageous. Be courageous. He repeated from Joshua verse 1, chapter number 1, kutoka verse 1 mpaka verse 14 hapo. Amerudia mara 6. Be strong and be courageous. God does not work with cowards, because cowards belong to Satan. If God has said He is going to do it, wait for Him patiently. Go sit down and wait for Him. He's going to do it. God is not man that He should lie. God fulfills His promises. If He promised you, it shall come to pass. The days and the number of days and the time and the period, it belongs to Him, not you. When He's going to do it, it's not your business. It is His business. Praise be the name of God. Amen. You can sit. Here, He will tell you, sit down. If you start working, going up, He will just leave you. Aenda kashughulikie mwenye yako ready. Now you can prolong or shorten the time of your miracle by how you respond. How do you behave? How do you behave towards God? How do you walk with God? How do you depend? Because God wants a heart that fully 100% depends on Him. If you start depending somewhere else, God will not walk with you, because He will never share His glory. He will never. He's a jealous God. Nega iwewe ilu, au adega iwewe ilu. Hiyo ni kusemaje na Kikamba? Ninga iwa kiui. Nemweze? Ninga iwa kiui. Na kiui tunasemaje? Mungu mwenye wivu. Na Kijaluo tunasemaje? Simon Ginyego. Simon Ginyego. Nyasaye maji nyiego. He will never share His glory with anybody. So what He does, He leaves you to suffer, and He goes to whoever that is willing
that who is ready, mwenye ako tayari kusaidiwa anaenda kwake, kwa sababu yeye ni mjuaji. Naye Saulu akaanza kuogopa. Hebu tuangalie namba 5 hapo. Nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko sehemu Shunemu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote na wakawapiga hema katika Gilboa. Basi alipoona hao majeshi wa Filisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Namba 6. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana hakumjibu, wala Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa Urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Aliondoka akaenda. Alipotetemeka na alipoogopa, maana wakati Sauli alikuwa anateuliwa aliambiwa usiogope na usitetemeke, lakini shetani akampiga mbizi na akamshika Sauli, akaogopa na akatetemeka. Alipokuwa katika hali ya wasiwasi, nataka nikufundishe ni nini inakukosanisha na Mungu wako. Wakati Sauli alitetemeka na akaogopa, Mungu aliondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliondoka, na alipoondoka Sauli alienda akamuomba Mungu. Alipoona jeshi ni kubwa na watu ni wengi, akatetemeka na akaogopa. Alipoenda kwa Mungu, Mungu hakumjibu, aidha kwa manabii, aidha kwa Uri ni wale walikuwa wanafanya nini? Wanarusha mbegu alafu wanazitambua. Aidha ni kwa manabii, hakuongea, wala hata kwa ndoto hakuona chochote. Na kutokana na hivi, alipoona jeshi bado linakuja, akaona mipango imepangwa pale na tunaisha, wasiwasi ukamzidi, Mungu hakuongea na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipokosa kumjibu, alijiamulia kutafuta njia nyingine. Ndio unakuta Mkristo wa sasa anapoongoja na anaona ni kama Mungu amechelewa, anatafuta mbinu mbadala, kwa sababu Mungu amekaa sana. Saulu alienda akatafuta mbinu mbadala, akauliza watu wake, nitavutieni mama muonaji. Yule, kumbuka, alipokalia kitu ya kwanza alivunja ni hizo nguvu za waonaji. Kitu ya pili alivunja ni wachawi na waganga. Kitu cha tatu ni kung'oa hiyo foundation ya wachawi, maana Samueli alikuwa anatumia wachawi. Na alipokalia kiti Saulu aling'oa hizo zote, alizibomoa zote. Lakini wakati aliona vita vimezidi, akaona kabanyamwile, akaona malali tena, kwa sababu Mungu amekataa. Najua Mungu anakwambia, nilikwambia juzi, God disappoints. God does what? God disappoints. Saul was disappointed by God. Because of what? He feared and he trembled. And God will never walk with a coward. God will only walk with a person who believes and who stands with him. Kama uko tayari kutembea na huyo Mungu yuko tayari kutembea na wewe. Na Mungu anataka kukudhihirishia kwamba nguvu zote ulizo nazo ni zake. So you should not fear. Just wait for him at the appropriate time. Alimwambia Jehoshaphat, jipangeni tu na msiogope. Akamwambia Joshua, jipange na usiogope. Akamwambia Musa na wana wa Israeli, anzeni safari na msiogope. Kwa hivyo God lives within courage. God walks with a courageous person, not a coward. If you are a coward, God will not walk with you. Naye Saulu akaenda akaomba
Akangojea Mungu amjibu, hakumjibu. Akangojea Mungu kwa ndoto, hakuja. Akangojea Mungu kwa uri, hakuja. Akangojea Mungu kwa manabii, hakuja. Akajua sasa kumeharibika. Naye shetani akamwambia, unajua zile vitu ulivunja, hizo ndizo zitakusaidia. Nikiona napasha kelele, ndio unaona tunarudilia tu vitu vingine tulikuwa tunafanya. Hata kama nangojea Yesu, wacha tu nifanye kitu hapo kidogo, Yesu atakuja in the process. No. He will not come. If God told you wait for me, don't bring your lies. Wait for Jesus. Kama alikwambia ngojea hapo, ngoja nakuja. Na kanjaa kameanza kupanda mpaka umeanza kutetemeka matumbo. Unaanza kuplan sasa. Nikipita hii. Kale ka chakula nitakula. Nikingojea Yesu. Utaenda huyo ni shetani anakuambia nenda. Ndio naye Yesu alikuja kuta hayuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And that is what has made us fall. Saulo akaenda. Alitafuta Mungu. Akangojea Mungu hakumjibu. Sababu alitaka Mungu amjibu kulingana na mipango yake. Sisi wengi tunatakanga Mungu atujibu kulingana na mipango yako. Unapangia Mungu kabaje, tunamwambia kabaje nika 100,000 na within masaa 4 nataka hiki kitu. Umesikia Mungu? Baada saa 10 hiki kitu uko umefanya. Mungu si wewe. God is not man. God is not man. God goes with his own timing, his planning. So that is why God is asking us, we identify our own purposes. The moment you identify your purpose, you will know God's purpose in you. And when you know that God's purpose in you, you will line with the timings of God. You only fail to know the timings of God because you don't know your purpose. And when you don't know your purpose, you can never know the purpose of God that is in you. And that's why you find yourself up and down. Unaruka huko, unaenda huko, mara huko. Mara wewe ni nabii, kesho wewe ni mwinjilisti, kesho wewe ni prophet, kesho wewe ni nini, kesho wewe ni mkulima, siku nyingine wewe ni makanika, siku nyingine unaenda wapi, siku nyingine wewe ni driver. Because you don't understand yourself. You don't know yourself. You are walking on imaginations. You are walking on your own illusions na ndoto zako. Sauli alijua ni mfalme lakini hakutii ufalme wake. Alijua amemwagiliwa mafuta lakini hakuheshimu mafuta yake. Alikuwa ameambiwa mafuta yanakupigania. Kama mimi najua mimi na mafuta, Mungu amenimwagilia mafuta. Kwa hivyo mafuta yananipigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafuta ya Mungu aliyonipatia yao ndio yanafaa kunipigania, kunifungulia milango. If you believe you are anointed, let the anointing help you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Let that anointing fight for you. Let that anointing defend you. Let that anointing guide you. Let that anointing discipline you. Praise be the name of God. Then Saul akauliza, nitafutieni mama mmoja ambaye ni mwonezi, tusikie venye kulienda. Ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni, namba 7, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikia yule mwanamke usiku. Alijigeuza. That is now when you are under the influence of witchcraft, you change your identity. Praise be the name of God. Amen. You change what, Mama Ben? You change your identity. Ndio nakuta mtu anajificha,
Because you don't know your identity. Because if you knew your identity, you will not change. Saul was a king, anointed king, ambaye alikuwa amemwagiliwa mafuta, ambaye alikuwa ameteuliwa na Mungu, ambaye alikuwa Mungu amesema you are my king. But he changed his identity and stooped too low. He stooped. Ndio unakuta sometimes unakuta ile mambo unafanya mahuduma yote, ukijiangalia tu kwa mira ama ujirekodi, uanze kuenda kuangalia huko kwa nyumba, uangalie zile vitu ulifanya, unashindwa ni mimi ama ni mtu mwingine. Dijani